saa cia bilingi wa mauvo. Watindata mwendwa musaisia wa Mutongoi TV sielelika mwendoni wa Samonza siamodana na one vilingi wa mavonye nita wa Caroline mweni wa muteti tuambelelia President William Ruto, Governor wa kaunti ya Masako wa Vinyandeti mweni wake Francis Mwangangi, Minister wa Udhukumi Alfred Mutua, Senator wa Masako Agnes Kavindu, Ayumbe Caleb Mule wa Machakos Town, Mwenyanya wa Mwala Vincent Musyoka Kawaya kati Watongoi ange no talo munene wa NND kwa oyu ni mavikite kanisani wa AIC bomani musini wa Masako ndini wa Chadhita kumulila moko Bishop Mweo Benjamin Kalanzo kwa oyu tuone kila kiendeye kanisani usu. Just a month, the area MCR is a SDA. Mandago ni full gospel. The other MP ni I can't remember now, it's religion. Only the governor alikuwa ni wa AIC. Na maya uma pau kuma saile gina saile siaweyo mundu wa mwala ulote wea ekalie senator na governor na MPs nyude na nyude waeja nengo mwesuva kusumbe okane wende wela yao na niwe muine na ndaile ukaku nienda umanozi ukwazi ndaile ukaku ni kwethe kana ikuozwe rundu ndi na right ya kumwe ndaile ukaku we mwende ukaku na wendundu wika ni kana kwikwara eka ikwenda utwike butabutilia yuluka ibaluka bana kukina waitu tete we can sorry sir. We cannot allow. We cannot allow. Mambo na siasa ni. Na mwana nginena. Nundu ni mubalukile. Kanye dinena siasa na ndiko na siasa. But ni mubalukile. Oh. Na nundu ni nyomo ezo ongeana. Na kwa ni utabizia ba uloko so ongea izu. Na ganda kabeta diendo sungia ni kanoma nenduke twa MP and in now, Your Excellency, I'm through. That dose is enough. It is my pleasure to allow our President to come and greet the congregation, members of the parliament and the politician. This, please, you'll have to forgive me. It is not me. AIC is governed by the council, 96 members, and they have their own rules. So please also save me from the Baraza Kuu. They don't allow utterance politically in the church. So please, you accept. Allow the president to come and now to salimia. Your Excellency, sir, tusimame. Askofu wetu aliyetawazwa leo,
Askofu Benjamin Kalanzo na naibu wako Askofu Amos Ndunda, ndugu viongozi wenzangu, waziri, gavana, waheshimiwa wabunge wa bunge la kitaifa na bunge la kaunti, ndugu wa Kristo, watu wa Machakos, Bwana asifiwe. Baito muyaseo. Muyaseo inge. Muyayata iwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hivyo hewani nione Bwana Yesu asifiwe. Basi mimi kwanza nataka nimshukuru Mungu kwa kunipatia nafasi ya kuungana pamoja na nyinyi. Nikiheshimu mwaliko wenu tuweze kuungana leo katika sherehe hii ya muhimu sana ya kutawazwa kwa askofu wetu mpya wa hapa Machakos area. Nimelete salamu za pongezi kwa askofu mpya na naibu wa askofu wetu mpya na familia zenu na Wakristo wote wa area hii ya Machakos. Tunawaombea, tunawatakia baraka ya Mungu, na hawa viongozi wakichukua nafasi ya uongozi wa kanisa katika sehemu hii, Mungu atawajalia muweze kutekeleza mapenzi ya Mungu. Wakati askofu alipata nafasi, aliwaonyesha maaskofu wengine, manaibu wa askofu na mimi katika upande huu, mimi niko pia, sio presiding, mimi niko hapo. Na kwa heshima tu nataka niseme tuko na viongozi ambao wanashiriki pamoja na mimi katika uongozi wa taifa letu la Kenya katika viwango vyote, na ni neema ya Mungu imetupatia nafasi ya uongozi katika viwango zote, na kwa sababu ya nafasi hiyo na kwa kumheshimu Mungu, na mnajua hakuna uongozi ambao hauna ruhusa ya Mungu kuweko. Nataka niwatambue viongozi MCAs ama wabunge wa bunge la county, kama wanaweza kusimama mahali walipo. Asanteni sana viongozi, mnaweza keti chini. Nataka pia niwatambue viongozi wetu wa bunge la kitaifa ambao wako hapa. Tafadhali waheshimiwa simameni. Wacha niwataje majina. Huyu anaitwa Vincent Musyoka, mbunge wa kutoka Mwala, mpigeni makofi. Huyu anaitwa Fabian Kule, mbunge wetu wa Kangundo, mpigeni makofi. Huyu rafiki yangu mbunge wa hapa kwenu Machakos Town, ndugu yangu Caleb Mule, mpigeni makofi. Huyo pale ni mbunge Ecomas Mwengi Mutuse, mbunge wetu wa kutoka kule Kibwezi West, mpigeni makofi. Niko na mama wetu Senator Shengo kutoka kule Kitui, lakini katika Senate letu la Kenya. Niko na mama wetu Agnes Kavindu ambaye ni senator wetu wa hapa Machakos. Niko na huyo muungwana Mheshimiwa Mwalio, mbunge wetu wa Masinga. Niko na mama pale Mutinda ambaye ni senator wetu katika Senate la Kenya. Na niko na dada yangu hapo anaitwa Kaki, yeni makofi, mbunge wetu wa Kitui South. Alafu tuko na gavana wetu, si mnajua huyu mrembo wenu, yeni makofi. Gavana wetu tunashirikiana na yeye katika kazi ya maendeleo ya sehemu hii.
na tuko na waziri wangu, waziri ambaye alikuwa gavana wenu wa zamani, Mheshimiwa Alfred Mutua. Hawa pia askofu ndio jeshi yangu ya kusukuma mambo ya najua kanisa mnatupanga na uzima wa milele, na tukingojea safari hiyo ya uzima wa milele, na sisi pia tuko na shughuli ya hapa tu ya yetu temporary ya ngojea. Hawa watu wanapongojea kupata uzima wa milele wako na shughuli mingi, wanataka barabara, wanataka stima, wakingojea so na hiyo ndio kazi Mungu pia ametupatia tushughulike nayo. Na mimi nataka niwashukuru hawa viongozi wote kwa ushirika wao, na sote tukifanya kazi kwa pamoja katika uongozi wa taifa letu la Kenya. Nataka nimpongeze askofu kwa sababu hii ni sherehe yake, and we must not take away the focus from the celebration of our new bishop in Machakos area together with his assistant, and to congratulate the members of AIC and the Christian community in Machakos County for celebrating this enthronement of these bishops together with all the other denominations that have come. Nimeona ushirika na undugu na umoja wa Wakristo wote wa kaunti hii ya Machakos, na hivyo ndivyo tungependa taifa letu liwe. Tuungane, tushirikiane, tuwe na umoja, kwa sababu umoja ni nguvu. Mkitaka Machakos ipige hatua ya kwenda mbele, mkitaka taifa letu la Kenya iwe na nguvu, tushirikiane na tufanye kazi kwa pamoja. Asanteni sana kwa kutukaribisha sehemu hii. Mimi si mgeni hapa, nilimekuja hapa wakati mwingine. Nilikuwa hapa askofu ambaye ana staafu leo akitawazwa, na nimepata bahati tena ya kuja tukipata askofu mpya. Nataka nikuhakikishie askofu, kwanza nikukaribishe katika uongozi. Ukiwa kiongozi wa dini, uko na sehemu ya kuchangia katika uongozi wa taifa letu la Kenya. So welcome to the leadership of our nation. Na nikuhakikishia kwamba we will work with you as we work with the church, because the relationship between the church and the state is an important relationship that builds synergy and that enables us to know the will of God and to make sure that we work towards achieving the will of God. So tutashirikiana pamoja na nyinyi, mtuombee. Mbali na sisi kuwa na mamlaka tuliyopatiwa ya kikatiba, mara tunaitwa excellency, mheshimiwa, mkubwa, mustahiki, lakini bado sisi ni binadamu, tunahitaji maombi. Kwa hivyo mtuombee, muombee taifa letu la Kenya, ili taifa letu liweze kunawiri na tuweze kufaulu kama watu wa taifa la Kenya, tukiwemo Wakristo na wale wengine wote ambao tumejumuika katika taifa letu. Nitasema tu mambo mawili ama matatu kwa sababu sherehe hii ni ya muhimu. Kwanza, mimi nataka niwapongeze kwa umoja wenu na kwa ushirika wenu na kwa kukubali tufanye kazi pamoja. Niwahakikishie ya kwamba katika uongozi uliopo nitafanya bidii kuhakikisha ya kwamba hakuna sehemu ya Kenya inawachwa nyuma. Ni mapenzi ya Mungu, najua sote tuungane. Umoja ni kitu ya maana. Tuondoe ubaguzi. Sehemu zote za Kenya zitatembea pamoja. Mungu amenijalia tuko na serikali ya mapana na marefu ambayo yanaunganisha wananchi wote. Nataka niwahakikishie
ya kwamba pale tunapanga maendeleo ya Kenya, sehemu hii haitawachwa nyuma. Tayari mtaona tu kwa macho yenu yale mambo tunafanya, kwa sababu mimi nikiwa kiongozi wa taifa sitakubali sehemu yoyote ya Kenya iwachwe nyuma kwa vyovyote. Hakuna sehemu yenye iko na haki kuliko sehemu nyingine. We are all Kenyans, we are in one nation, and it is my responsibility as the leader of this nation to make sure that there is equity and there is fairness in making sure that every part of Kenya develops alongside all the others. Kama ni barabara zenu, mtagundua ya kwamba tumefanya mambo tofauti kuhakikisha kwamba zile barabara ambazo zimeleta matatizo kwa muda mrefu tumesikulikia. Mambo ya stima, nimeweka pesa ya kutosha sehemu hii. Maneno ya maendeleo yale mengine yote tumepanga vizuri. Na to assure you that as we develop Kenya, this southeastern Kenya will not remain behind. We're going to move together. Unajua kuna mimi nimelaumiwa sana. I've been accused of over-promising. Sindio? Meambiwa na watu wengi, wewe umepromise kabisa Kenya, ulipromise. Mimi nataka niwaeleze, it is not over-promising. We are raising our ambition as a nation. Unajua kwa muda mrefu tumekuwa tunakaa hapa average. Hapo average. We must stop being average. Yes, we must strive to be better and excellent. That is my mission. And I want to tell you, every promise I made, I intend to keep it in my term. Mnanielewa? Ile yote wale wananiambia nilioverpromise. Hata kuna askofu mmoja alinitembelea akaniambia, unajua sasa pengine hii maneno ulisema tu ndio uchaguliwe. So ujipange vile unaweza kujiondoa kwa zingine. I have no such intention. I intend to keep every promise I made because I believe in Kenya and I believe in the ability of this nation to be better than what it is today. Hii nchi imechelewa miaka nyingi kwa kukaa hapo kwa average. We must stop being average. We must do better than that. And we are going to pull ourselves together ndio tuweze kubadilisha nchi yetu. Na mimi nataka niwaambie wale wote ya kwamba yale nilisema kuhusu uchumi wa Kenya, I meant it, and it is happening. Our economy is growing, and the numbers speak for it. Niliwaambia mambo ya kilimo. I am transforming, by the grace of God, working with all the leaders, our agriculture. Whether it is maize, whether it is tea, whether it is coffee, whether it is milk, whether it is sugar, we are seeing increased numbers. I promised that we are going to transform our health. Leo, hapa Machakos, I must say this. Watu ambao walikuwa kwa NHIF Machakos, hawakukuwa wanafika 100,000. Today, watu ambao wako registered Machakos County kwa SHA ni 573,000. 40% of the residents of Machakos County are registered in SHA. And SHA is going to transform our health provision as I committed. In our lifetime, nyinyi mkiona tu hivi. Watu walikuwa wanasema pale, SHA ifanyi, kidogo wamesema inafanya lakini si vizuri sana. Ndio hawa wanakuja tu polepole. Polepole. Mutajua
inafanya pole pole, kwa sababu ile ya NHIF ilituchukua miaka 30. Hii ya SHA is only 9 months of implementation, and the signs and the signals and the success is evident. Nia yangu ni kuhakikisha ya kwamba vile niliahidi, wananchi wasiingie umaskini kwa sababu ya kulipa gharama ya hospitali. Hii bima ambayo inatujumuisha sisi wote ni bima ambayo itahakikisha ya kwamba bila ya kujali uwezo wa kifedha wa mwananchi wa Kenya, anaweza kulipiwa gharama ya hospitali. Na mimi nataka niseme nikiwa hapa Machakos, najua bado kuna counties na mahospitali wanalipisha watu pale level 2, level 3, level 4 wakienda hospitali. Mimi nataka niwaambie wawache hiyo kazi. Mwananchi akienda hospitalini atibiwe, serikali ya Kenya italipa kupitia kwa SHA. Tunaelewana? I must say that so that every part of Kenya, every Kenyan, because ni commitment nilifanya, and it is a commitment I want to keep, because that is what it is. Vile vile tulikubaliana ya kwamba program ya housing metusumbua miaka nyingi. Watu walikuwa wanasema, wewe hii kazi inawezekana kweli? Serikali ile ishindwa, ile ingine ilishindwa, ile ingine ilishindwa. Today I can speak here nikiwa Machakos, hii Machakos County. Hapa Ken, hapa nyuma, nyumba 200 tayari iko tayari. Complete. Nyumba zingine 600 inaanza kujengwa hapa town. Nyumba 6,000 inajengwa hapa Mafoko. Nyumba zingine 3,000 inajengwa hapa Konza. Jumla ya nyumba ambazo tunajenga Machakos County ni manyumba 40,000. Tunaelewana? Watu hawaamini kwa sababu wamezoea average. We are raising the bar. Mnanielewa? Na nitakuja hapa juu, nimeshakubaliana na hawa viongozi. Nakuja kupatiana funguo za nyumba 200 ya kwanza. Alafu nitarudia 600 inafuata, na ingine 1,000 na ingine. Ndio mtaamini. Tunaelewana marafiki zangu? Na tulikubaliana ajira ya vijana. Watu wananiuliza maswali. Wewe bwana ulisema utapanga ajira ya vijana. Imefika wapi hiyo kazi? Nitawapatia report card yangu. Nikiongea na nyinyi sasa hivi, vijana 320,000 wanafanya kazi kwa program ya affordable housing Kenya mzima. Na nimesema last week naongeza vijana wengine professionals 4,000, alafu in the next 2-3 months hawa vijana ambao wanafanya kazi kwa hiyo program tutaongeza wakuje 1,600. Hii Kenya hii mkiona tu wenyewe. Huyu waziri wangu Bwana Mutua atawapatia orodha. Last 2 years vijana ambao tumewapatia placement nchi tofauti duniani kwa ile program tumesign ya labor mobility, tumesign bilateral labor agreements na nchi tofauti. Vijana 1,400. Unanisikia? 400,000. Huyu Mutua huyu anaelewa hiyo kazi. Wameenda kufanya kazi nje ya Kenya. Ile pesa tunapata ya remittance imeongezeka by $1 billion in the last 2 years. Mnanielewa? This country is changing. Hii nchi tunaibadilisha. Na itabadilika tukiona. Na itabadilika watu wakiendelea kusema hatuoni. We are going to change this nation. So, mimi nataka niwaeleze, kwa sababu watu wengi ni wale Thomas. Mnasema ati Yesu amefufuka, ako wapi? Mbona hatujamuona?
Thomas ni wengi dunia hii. So, but I want to promise you ya kwamba tukisonga mbele kama taifa, nia yetu ni kubadilisha Kenya. Na mabadiliko katika taifa hayafanyiki kwa njia ya urahisi. Wengi watapinga, wengi watatukejeli, wengi watasema tunasema uongo, wengi watasema haiwezekani. Lakini I want to promise you, it is my intention to raise the ambition of the Republic of Kenya because we can do better. We are a great nation. Tunaelewana ndugu zangu? So tutashirikiana pamoja na mtaona tu, si tuko hapa. Yes, we are around. Wao watu wanasema ati Ruto alipromise sijui nini. Nitawaaibisha kwa sababu watajua hawajui. Mtajionea wenyewe what's going to happen. So mimi nataka niwashukuru sana. Nataka nikupatie my good bishop. Nataka nikutie moyo. Yeah? Kuna wengi watakukejeli, unaona huyu bwana hawezi namna hii. Learn to trust in God. Muamini Mungu. Yule Mungu tunayemwamini, Biblia kwa Daniel 11:32 hapo inasema wale wanaomjua Mungu wao watakuwa jaziri na watafanya mambo makuu. My good bishop, believe in God. Yeah? Be strong. And God is going to enable you to do great things for Machakos area. Sitaki kusema kuzidi hapo. Najua kuna mambo mengine mengi. Nitarudi hapa Machakos mwezi ujao kwa ziara ya mambo ya maendeleo. Tunajenga soko hapa karibu 14 mpya Machakos County peke yake. 14 new markets. Haijawahi kujengwa na serikali nyingine, lakini mtaambiwa hakuna kazi inafanyika. Mtaambiwa hakuna kazi inafanyika. Tuko hapa pia na hostels ambazo tunataka kujenga. Watoto wetu wengi bado wanahangaika, hasa wa college, TVET, KMTC, university yetu ya Machakos hapa. Tunataka tuwajengee hostels ya watoto 5,000 na nitakuja kuanzisha mwezi ujao. Na hostels zingine za watoto wetu wa hapa Machakos, karibu watoto hostels ambazo tutachukua watoto karibu 9,000 in total. We are having that as phase 1. Takuja hapa mambo ya barabara zenu, takuja hapa mambo ya stima, takuja hapa mambo yale mengine, na tutashirikiana na Kenya itasonga mbele na Machakos itakuwa katikati ya mambo ya kwenda mbele. Tumekubaliana? Mimi nataka niwaulize kanisa, viongozi, wazazi, watoto wetu ndio rasilimali yetu kubwa. Our young men and women, our children are a gift from God, a blessing to our families and a blessing to our nation. We must mentor them. Parenting is a God-given responsibility. Don't abdicate your responsibility of parenting. Don't surrender it to the church or to the government. Parenting is a responsibility given to parents by God. Mungu akikupatia mtoto, anajua uko na uwezo ya kumlea huyo mtoto. Usiwache mtoto wako alelewe barabarani na watu wengine. Mmesikia msemo unaosema asiyefunzwa na mzazi wake, mnajua atafunzwa na nani? Tunaelewana? So parents, wazazi, let us mentor our children. Let us
be parents. Let us look after our children. Let us speak to our children. Let us talk to our children. The church, let us work together. Because raising the next generation of Kenya is a societal responsibility. It takes parents, it takes the church, it takes the government to raise the next generation of responsible citizens. We will provide education. We will make sure they have quality health. Parents, make sure you do your part. The church, make sure that our children are morally straight. Religious leaders, let us build the right customs, the right tradition for our children so that we can raise the next generation of responsible people. We will not have succeeded if we don't do that. And I want to ask all of us, including leaders, please let us not use or misuse or abuse our children by inciting them to cause violence, to destroy property, to destroy people's businesses. That is irresponsibility of leaders, and all of us, from parents to clergy to leaders, we must take responsibility if our children do the wrong thing. The police are trained to deal with criminals. They are not trained in parenting. So, if you surrender your children to the police, what do you expect? You know, please. Every parent, including me, I take time to parent my children. And so must everybody. Sindio jameni? Yes. So, let us be responsible. Let us. And I've told you, watoto wetu is the biggest asset we have. Their energy, their talent, their education is important for building Kenya going forward. And it is our collective responsibility to make sure that we guide them, we mentor them, provide the right education, provide the right mentorship so that they can channel their energy, their expertise, their knowledge into growing our nation and making our nation better than we have it today. That's what we must do. Tumekisha kubaliana? Hiyo ndio barabara mimi naomba viongozi wote. You know? Viongozi wengine wanategemea ati fujo ikitokea ndio wataendelesha mambo yao ya siasa. Surely. You know? You have no plan for Kenya. You are waiting for chaos and violence so that you can become something. That will be the rock bottom of any form of leadership. Let us work together. Let us build a nation together. And I am committed to making sure that we come together as a nation and proceed in that manner. So, my bishop, wewe unajua, mimi nimelelewa kanisa hili la AIC na sitaki kupitisha hapo. Nashukuru sana. Umenituma kwa huyu Bwana Vincent, ni rafiki yangu sana huyu kijana. Na nafanya kazi naye kwa karibu. Na umenituma kwa dada yangu Wavinya. Kwamba wako na deni yako uliwaombea. Na nitafikisha. Na najua vile nitawafanyia. Lakini sasa hata mimi nataka kujitetea. Pia wewe askofu mkuu uko na deni yangu. Na kwa sababu sina mtu wa kumtuma, wacha nijitetee mwenyewe. Sikujua uliombea huyu na ukaombea huyu, lakini ulinisahau askofu.
Sasa uko na deni yangu ya kuniombea safari hii. Ndio, nilimwambia huyu Elijah, huyu mtu ananisaidia pale kazini. Haya, okay. Lakini hapa karibu hapo 2022 kidogo ulikumbuka tu huyu na huyu. Mimi lakini nitakujia hiyo maombi. Si ndio? Lakini ya muhimu, nimefurahi leo nimeona kanisa hii. Tulikuwa hapa wakati hiyo mwingine, nao inaonekana mzuri na mrembo, na mumesema ya kwamba tujenge kanisa kubwa sasa, cathedral ambayo inatoshana na Machakos area hapa. Mkiitisha mkutano inatosha. Huyu kiongozi wa kanisa hapa, mchungaji, ametueleza ya kwamba second service watu wengine wanaketi kule nje, so nimekubali ya kwamba tutashirikiana pamoja. Nimechunguza sana hii mjengo. Nimejaribu kuchunguza. Nilikuwa ninaona kama ni ya mabati, kama ile yangu iko State House ama ni kwa sababu kuna wengine wananiambia ati niwache tu kanisa ya State House iwe ya mabati. Sasa mimi najiuliza, mbona nyinyi mnaniuliza nikuje niwasaidie kujenga kanisa mzuri kama hii, alafu mnanikataza kujenga kanisa ya Mungu kule State House ati ikae ya mabati? Hapo kuna ukweli? Hapana, please. So nimeona mmechora kanisa mzuri na tutashirikiana mkitengeneza kamati, kwa sababu hii kanisa mumeanza kujenga, si bado? Si kwa imani mnaamini ya kwamba, ama si kwa imani mumeweka hiyo mchoro mkubwa, hata haijapatikana kwanza kamati ya kusimamia ujenzi, bado inafanyiwa maneno, lakini kwa imani. Na ndio mnajua, ndio shida mimi niko naye Kenya. Unajua mimi ni mtu wa imani. Watu wengine, there are those of us who walk by faith. There are those who walk by sight. Hawaamini mpaka waende waguze, waseme imejengwa okay. Na mnajua nilisema mambo mawili kabla ya uchaguzi iliyopita. Nilisema maneno ya Zaburi 113 mstari wa 7 na 8 inayosema Mungu humtoa mtu mnyonge mavumbini na akamketisha pamoja na wafalme. Ndio nikasema hapo ndio bottom up inaanza. Ndio muliona juzi tumetoa watu pale Mkuru wa slum, leo wanaishi ghorofa ya 11. Ndio munaona hii masoko tunajenga hapa 14, tuwatoe wafanyabiashara wetu kina mama mboga kwa mahali pachafu, tuwaweke mahali ambapo kuna heshima, kuna stima, kuna maji, kuna usafi. Ndio munaona tunapanga haya mambo mengine yote ya afya. Ndio mtu mwenye hana uwezo wa kulipa alipiwe na serikali, na ule mwenye ako na uwezo kiasi alipe, lakini mtu asiuze tena shamba lake ama mali yake kulipia gharama ya hospitali. Ndio tuweze kuinua kila mtu. That is my philosophy and I believe in it. Na ndio tutasonga mbele pamoja. Na nilisema jambo lingine la pili pia kwenye hiyo Saburi 133 verses 1, 2 and 3. Niliwaambia neno la Mungu linasema how pleasant
and how good it is when brethren live together in unity. Na mstari wa 3 inasema, where there is unity, God commands a blessing. Na ndio sababu lazima tuungane, tushirikiane, broad based. Kuna watu wengine walikuwa wanajaribu kubagua wa Kenya, nyinyi hamuna shares, nyinyi hamuna shares, nyinyi hamuna hii. Nikamwambia hapana. This government belongs to all Kenyans, and we are going to treat all Kenyans equally. Mnanielewa? That is my mission, to unite this nation and to make sure that no part of Kenya is left behind. Na ndio mwezi wa 10 kwa mara ya kwanza tunaenda Kitui kufanya Mashujaa Day hapa Kitui. Saa hizi mimi najenga stadium kubwa ya milioni 800 pale Kitui. Tunaelewana? Kwa sababu we must integrate this nation into one. Watu wajue Kitui ni Kenya na Kitui panafaa, na sote tuungane. Watu wa Kitui hawakupigia kura mingi, hiyo ni fitina ya bure. Kura imeisha, iko nyuma. Today I'm the leader of this nation, and I must lead this nation as one united nation. Siasa ya ubaguzi ndio imeharibu taifa letu. Siasa ya kubagua watu wengine, hawa wako nipigia kura, wale ni bure, wale ni wale. No, hatuna nafasi hiyo. Na ndio hata wale wanashindana na mimi nawaambia, tafuteni sera. Hii one term Ruto must go nini si sera, tafuteni sera. Mkuje muambie hao wananchi ile kazi mimi ninafanya ni vipi mtafanya zaidi. Lakini kama hamuna, mtakipata. Ama namna gani? Si ndio? Yes. So ndugu zangu watu wa Machakos, kwa hii kanisa ambayo mnataka kujenga, nimeona hapo mumeweka hapo ya kwamba itagharimu milioni 200. Mko na imani kweli? Na kwa sababu mko na imani, mimi najua tutatimiza. Nitawaanzishia na 10% ya hiyo milioni 200. Tengenezeni kamati na mtengeneze account ya kujenga hiyo specifically. Na wewe Kyuli usimamie, tujenge. Mtanipatia account, nitawatumia milioni 20 ya kwanza, tuone vile mtaanzisha. Alafu tutasonga, mtatupatia mwelekeo wa vile tutajenga hiyo kanisa, lakini hawa watu watoe pesa. Si ndio? Wekeni hazina yenu mbinguni mahali. Sitaki kuwahubiria sana, lakini kwa sababu sitaki kuwahubiria sana kwa sababu mimi si mhubiri. Si ndio? Hata kuna askofu moja analalamika sana wakati alisikia tunajenga kanisa huko State House, akasema nani atakuwa bishop? Kwani huyo president atakuwa bishop? Mimi si askofu kwa sasa, lakini nikimaliza hii kazi ya siasa nataka kuwa evangelist. Yes. Si ndio? Kwani iko makosa kuhubiri neno la Mungu kwa hiyo? Nataka niseme asante sana. Pongezi askofu. Nilijua ya kwamba tutakuja hapa, na niliongea na rafiki moja mbili, tukasema
wacha tumnunulie askofu wetu gari. Askofu, tumekuja na gari iko hapo nje, tutakupatia ndio uweze kushughulika na kuendesha neno la Mungu. Na tumetoa hiyo gari kwa sababu sisi ni Wakristo, sio kwa sababu sisi ni wanasiasa. Na hatusemi utuombee kura, tutajiombea kura. Wewe kazi yako ni kuhubiri neno la Mungu. Yes, si ndio? Kwa sababu mbali na kuombana hii makura yote, kama huna uzima wa milele ni kazi bure. Si ndio? Uitwe nani. But if you, kama huna tumaini ya uzima wa milele, you are wasting your time. So tusaidie kuhubiri neno la Mungu, tuende mbinguni. Otherwise, ndugu zangu watu wa Machakos, nimeshukuru sana. Pongezi, nitarudi hapa tena. Mungu awabariki kila siku. Thank you very much. Naende mwendo wa musaisia wa Mutongoi TV asune maoneni kana usune woneni wa President William Ruto na wethi wa aine na chathini ta uthaithi kuu ya AIC Bomani kwa kuvenongo nengelele ni wane na maundu makonete mawatho ala wathie Kenya Asia aitwika ni waminukililia tamu wake nukuyanisia ni waweta atongo imalite kuthukuma kwa vamwe ni wasakana nukuikithia maendeleo ni meani ya kila kisio ni vandhi ya Kenya ni wasakana nuvathite ilovia sia kuendesia va ngalikoni ya Ukamba ngalikoni ya Malelu na maunduni ange maingine wakathi ya serikali ya Care Broad-Based asakana Ukamba ndwitiwe itina ingi kimaendeleo asia maundu maukwati ni maendeleo na savandhi ya Kenya ni waweta maundu makonetie uimi na uiti na kwa sakana Kenya ngalikoni ya Masako Kenya mana 5 miongo mwonza na 3 ni maminite kuyandikithia na SHA ni waweta kukonia maundu manu mbasi atho munini asia oyuba Masako nomba miongweli ni ndelu na naitone kulikwa achasia kana moletete kwaka nomba ngili miongo ina ni wasenge kana mwini ukite nukwithiwa akitambuka ilembetani ya Ukamba ndambukani ya kuete maendeleo asu ni amama maundu ala President William Ruto wethi wa akielesea nthini woneni wake na mavombe ange nituthatu unengelelia nthini wa vilingi wa mauvo wa saa umwe wa wiyo na indi na utungia muvya hindi tuisonga na mbe ula unai munini wa President Rigathi Gachagua ni watungithia uneni wa munini wa Musumbi wa kana ethi wano lasimo kengane wailite kukengana uvunguto na kuikiika aimutuma kwe President William Ruto akamutavia kiu ukutavia Kenya. Gachagua ni waende ya kumutula muti President William Ruto ayasava imundungi ndiyo ndewi uvungu take aimathuthia Kenya ala mekala kuya USA kana mailite kwa ilia thayu womeku ni kana moka ku Kenya maike kumbilwe ni amuma mathina ala maendeyo kuvinyia Kenya ndetoi anenie yelevikite mautanu ni ma barbecue dance kuya Webster ngalikoni ya USA. Hi sis. Hi cousins. Cousins hi. Makuzo hai. Nimeona ile mtu yake ya soprano akisema at even lying requires some intelligence, some innovation, some creativity. Wewe soprano. That is very good. Ita boss yako. He is a pathological liar, you tell him what you are telling us. Yeye ndiye mtu muongo zaidi katika dunia hii yote. The whole world is the biggest liar. So advise him that lying requires some intelligence, some innovation, some creativity. Asikuwe ni mtu ya kudanganya watu just like that. So I've come, diaspora people, that the new government to form, I want to be very serious part. Because in the 1970s, the highest foreign exchange earner for our country was coffee. In the 80s, the highest foreign exchange earner for our country was tea. In the 80s, the highest earner was tourism. But as we speak, the
best foreign exchange earner, remittance from the diaspora. So you are great partners of our economic development. And for those of us who have dairy cows, we're going to have a responsible government, and we want to create mechanisms for you to come and invest back home, where you shall retire when your time is up to stay here. Si ndio? Ndio zile biashara mko nazo hapa na nyinyi mrudi nyumbani. But we don't want you to come back home and struggle the way you do here. We want you to invest so that when you come home, kazi yako tu ni kungojea dividends, kusoma gazeti, kwenda saloon na kupumzika ukikula mali yako pole pole. Si ndio? And that is what I want. And that is the legacy that I want to leave to my people. We want our people to be able to afford hospital bills. Tuilekania na mavoa sumunini wa gavana kaunti ya Masaku Francis Mwangangi ni wakulia ene maende na kwiyumbania kwiyandikithia ata akuni makula ni kanavinda ya usakwani ya vika mangudhule atongo ya lamate kwenda ingi. Mwangangi ainena kanisani wa St. William Mukalala ni waelesa kana atongo ni mailite kunenga ene ndinda ya na kwithukisya atongo yi alama Masaku ye iweta kana ve amoma atongo yi alama ethitwe matoe kwithukisya atongo yi mama kanisa onavanini. Sasa IBC iko. Si IBC sasa imeanza kazi. Please, Padre, in my absence in Catholic Church, sijawahi ambiwa endeni mkachague Mwangangi, lakini mutaimizwa sana the kind of leadership that is good for this county, that is good for this ward, that is good for the country. So, hakikisheni mmejiandikisha kwa wingi, so that when that time comes, you go and exercise your duty. Usiseme huyu ni mbaya na unasema ukiwa pale na unjafanya ile inatakikana hata huko mchagua in the first place. Si ndio? So my humble request is, please, let's ensure we do. Although, Father, hii serikali iko na shida. Although naona tunasema IEBC ifanye kazi, lakini viongozi walio karibu na president wanasema watamuimbia kura. Si walisema in public? Na wengine wanasema hakuna mahali anaenda. Si ni Wakenya wanadetermine, si mtu fulani, si eneo fulani, ni Wakenya wote. Kura yangu, la bibi yangu, watoto wangu, yako na kila. Si ndio? Sasa hii hawa wanasema hakuna mahali anaenda, hakuna mahali anaenda aje. Bana. So hiyo matamshi ni mbaya, itaharibu nchi yetu. Tuisonga na mbele gavana wa kaunti ya Masaku Mwandu wa Vinyandeti no vinguye iseso yitendi vi ya uitiku ya mavoko kaunti ya Masaku ila inangwatanio na kambuni wako Sylvia Simiti wa Bamburi Cement. Aivingu iseso yusukuluni wa musingi wa ngwata ulawi sub kaunti ya mavoko wa vinya niwelise kana ngwatanio yoyo lotete kwa ilanja maunduma uiti na uima wa mwenendi ni waende ya kuona nyakithito cha kambuni usu wa Bamburi Cement kwa kuthukuma mbeange uyawo na kwikonia na maunduma uiti ulongamite kambuni yo Mr. Mokate Ramafoko na kene wakathi ya kithito cha ngwatanio yo cha kukwata mbau maunduma uiti. Brian Mwendo nukutuelezea. Mwandu vinya wetakana uima wa mweni kindu cha vata muno kwiyene nthi na serikali ya kaunti ya Masaku ngo tongo iwake nevikite kwikia maalonio mailu kwa ile muvea wa uiti kwivo kwikite kana kwina unyivu wa ndawa na kwambilile maseso tama kuthima uima wa mwi wa ene nthi na kumaita vatendevi. Afya ni kitu cha muhimu sana katika maisha ya jamii. Ukitaka jamii iendelee vizuri, lazima waangalie maneno yao ya afya. Na sisi kama county government ya Machakos, mnajua tumejikakamua. Mahali tulikuta health, sio mahali tuko sasa. Tumejaribu sana hata kuleta madawa hospitalini. Tena tumeanza hizi outreach programs. Mokate Ramafoko muungami munene kambuni wa Bamburi haikukwata mbaundeto cia gavana wa Vinya bala wathingila vata wa kwikala na uima wa mwiwe mwelu mayatha na kuendea kuungamana ene nthi ma kaunti ya Masaku maunduni ma uiti. Investment in health is crucial. Wealth without health is meaningless. And today shows our commitment
to the community of Mavoko and to the community, the county of Machakos, that we value health. That's the beginning of everything. Without health, you can't contribute to the economy. It's very important. And I'm pleased to see many of you that you came in numbers to support this occasion. Vava vinya itaene ndila medhiwa na mathina makimi kuyumelesa masivitali ndi kwa metoki kuthimwa na kuambisya uiti aiweta kana mawo maingi ni mavikia na kuvua uiti wa makoselewa. Cervical cancer, breast cancer, prostate cancer screening. Na ukipatikana na kansa haimaanishi ati ukufe. Tunaelewana? Ukisikia kama unasijisikii vizuri, enda haraka uangaliwe. Ukiangaliwa haraka matibabu iko. Lakini sasa ukiacha kitu mpaka ikue mbaya, si unaona sasa kutibu mtu inakuwa ngumu. Kwa hivyo hii maneno ya kansa msiogope. Don't fear. Endeni muangaliwe, ikipatikana itritiwe. Na Mary Mbinyo umwe katuwa enendela matetheka ayelesekana nundu wa kuendesha kwa na serikali ya kaunti ya Masako thivi cha uiti sione cia ndwani aithoche seso yugutwaiwe vindani ingi yukite. Tumepimwa breast cancer, tumepimwa cervical cancer, tuberculosis. Tunafurahi sana kwa sababu ya mama, na hata tunamwalika tena akuje huku, watu wamesaidika sana. Brian Mwendo, Mutongoi TV, Masako. Na ndi musaisi wa mwendo sulu wa muthia wa vilingi wa Mauvoni na muvyano mwethi wa naitundi ni wa vilingi wa Mauvoni ni tawa Caroline mweni wa muteti na Mauvombe ange nisielelika mwendo ni wa saa umwe na nusu cia wiyo kwa oyu ni kuendea usiaisia museo ndi utia moko ni Makesa Mike ndini wa Kilungu cha Tumukumye Tiwanesa.